Home Builders leo tupo mitaa ya Kigamboni, huku tumekuja kuanza huu mradi wa bosi wetu ambaye alipitia katika mitandao ya kijamii hususan TikTok, akatucheki, akatuamini, akasema njoeni mje mnifanyie kazi, na sisi bila kuchelewa siku hiyo hiyo tukaanza kazi yetu kama ambavyo unaiona. Tulianza kazi majira ya usiku, maana yake tulifika huku site majira ya saa 10, tukasema hapana, tusubiri kesho pakuche ndio tuanze kazi. Bahati nzuri tumekuta mazingira yote yamezungukwa na taa, maana yake ukuta ushajengwa, ama kwa lugha nyingine fence ishajengwa, kwa kilichobaki ni sisi tu kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo tulianza kazi kama ambavyo unaona, hatua kwa hatua. Tulianza kazi day 1, lakini siku ya pili palivyokucha tuliamkia kuanza kuchimba tu. Yani kazi yetu ilikuwa ni kuchimba tu. Kama ambavyo unaona huo msingi ambavyo unafanyika. Lakini pia nadhani unaona mazingira yote ni mazuri, mazingira tulivu kabisa. Kuna watu wenginewe walikuwa wanaendelea na kazi zinginewe, kwa mfano kufanya skimming za ukuta na nini, lakini wakati huo sisi tukiendelea kuchimba msingi wetu wa nyumba ambayo ni nzuri ya kisasa sana. Na hii nyumba ina vyumba 4, maana yake vyumba 2 pamoja na sebule na jiko. Alafu hivyo vyumba 2 vinakuwa vina master ndani yake, maana yake inakuwa inajitegemea. Na upande wa pili ni hivyo hivyo, kuna partition kama 2, maana yake partition ya kwanza ni vyumba 2 master, lakini pia kuna sebule, si ndio bwana, lakini pia kuna jiko. Hiyo inakuwa upande wa kwanza, na upande wa pili ndio hivyo hivyo. Sasa hapa tulikuwa tunaendelea na kazi yetu kama kawaida, kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri na nyumba yetu inakuwa inaonekana vizuri kabisa. Na hivi ndivyo ambavyo tajiri yetu, bosi wetu aliyetufanya leo hii tuwe hapa alivyokuwa anataka. Msingi wetu utakuwa tofauti kidogo na sehemu zingine ambazo tumeshaye kufanya, kwa sababu huu ni uchaguzi wa bosi ambaye alitupa kazi. Alikuwa anataka msingi ushuke chini sana. So kazi yetu sisi ni kuhakikisha tunatimiza kile ambacho tajiri wetu amekiomba. So baada ya kuomba msingi uwe mrefu sana, basi na sisi bila hiana tukaanza kuchimba msingi mrefu sana. Na msingi wetu ulikuwa urefu wa saizi ya chepe. Ile chepe ya kuchotea mchanga, ukichukua ukaisimamisha, maana yake inapotea ndani ya msingi wetu. So hata ukitazama hapo unaona hatua kwa hatua msingi wetu kiendelea kuwa mrefu kama ambavyo unaonekana. Umeona bwana, cheki ambapo natembea huko, sehemu zote kabisa msingi wetu ni mrefu. Na kitu kikubwa zaidi ni kwamba mataa yako mengi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi usiku na mchana. So tulikuwa tunaweza tukaanza saa 12 asubuhi tukafanya kazi hata hadi saa 6 za usiku bila wasiwasi kabisa. Na bahati nzuri haya mazingira ni jirani kabisa na bahari, ni kama mita 100 hivi kufika baharini. Kwa hiyo ilikuwa ni poa sana, kwa sababu upepo ulikuwa ni mwingi, energy ya kutosha, na kazi ilikuwa inafanyika kwa ukubwa sana. Cheki urefu wa msingi ambao tulikuwa tunaufanya hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunahakikisha msingi unakuwa mrefu sana 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 sana, kama ambavyo tajiri yetu alikuwa anataka. Na hata ukiangalia tumegawanyisha na vyumba vyetu vizuri kabisa. Na labda nikuweke sawa kwamba haya maeneo yote unayotazama hapa, ama hii size ya nyumba yetu unayotazama hapa, ni vyumba 2 kila upande. Vyumba 2 hivyo vina futi 12, ni kama mita 3.6 hivi. Kwa maana yake tulikuwa tunahakikisha tunaweka futi 12 kila chumba. Hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tunafanya mazingira yetu yote. Tazama jinsi ambavyo nyumba yetu inaonekana. Kwa huku ambapo unatazama nilipo, unapotembea huku ndo mbele ya nyumba. Kwa hiyo maana yake kule gari langu lilipo, huko ni getini sasa, ambapo ndo sehemu ya parking na kila kitu. So hivyo ndivyo ambavyo ipo. Cheki msingi ambavyo unazidi kushuka chini. Kwa hapa mbele unapopatazama, hii ni sehemu ya vyoo. Maana yake hapo kuna choo pamoja na closet yake pale. So hivyo ndivyo ambavyo sisi tulikuwa tunafanya. So nawasi, leteni order tuweze kuwafanyia kazi yenu ya ujenzi ili muweze kupata kitu kizuri. Siku ya 3 tuliendelea kuchimba. Nadhani unamuona huyo jamaa ambaye anachimba hapo yuko wapi? Tayari ni chini kabisa. Kwa mtu yeyote akiangalia haraka haraka anaweza kusema huu ni msingi wa gorofa, lakini kiukweli sio gorofa, ni nyumba tu ya kawaida, lakini tajiri anaamini zaidi kwenye misingi mirefu. So na sisi tukafanya hivyo hivyo kama ambavyo anataka. Tazama jinsi ambavyo ulikuwa ni mrefu. Tazama kipande cha ardhi ambacho kinaonekana kuanzia juu mpaka kushuka chini. Na kazi ilikuwa imeisha majira ya saa 4 usiku kama ambavyo unaona. Nilivyomaliza kufanya kazi na mafundi wangu, wakati wanaogaoga kukaa sawa, basi mimi nikaamua kurekodi ili muweze kuona jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya kazi yetu. Hapa tunahakikisha tunatoa kitu kizuri sana. Nyumba nzuri ya kisasa kabisa ambayo kwa mbele itakuwa inatazamana na swimming pool. Siku ya 4
Kazi iliendelea kama kawaida. Wakati huo tunachimba msingi mrefu, huku tunatoa mchanga nje, kama ambavyo naona mafundi wangu wakiendelea kupambana, wanarusha mchanga nje kwa sababu msingi ni mrefu na mchanga unakosekana pa kuwekwa sehemu. Kwa hiyo inabidi tuutoe ndani, tuurushe nje ili tuendelee kumridhisha tajiri yetu kile ambacho alikuwa anakitamani. Tazama jinsi ambavyo unaonekana huo msingi. Ni mrefu sana, ni mkubwa sana. Lakini pia tazama fundi wangu anarusha mchanga kutokea mbali sana. Lakini hatukukata tamaa, hatukuchoka, tumehakikisha kile ambacho tajiri yetu alikuwa anataka basi anakipata hicho hicho. Na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya siku zote. So endelea kutazama uone hatua kwa hatua. Hii ni siku ya 4 kama ambavyo nakwambia. Cheki ulivyokuwa msingi mrefu. Cheki watu wote wanaopotelea ndani. Si gorofa. Tajiri ametaka tuanzie chini kabisa. Msingi ambao utamfikia kifuani akiwa ameingia ndani. Kwa watu warefu unakuja kama sehemu ya tumbo hivi. Na tulifanya vile ambavyo walikuwa wanataka. Tulihakikisha tunampa kile ambacho anakihitaji na kwa gharama nafuu zaidi. Na hicho ndicho ambacho tunakizingatia sana sana. So nipigieni simu sasa hivi hapa tuweze kufanya kazi na Home Builders Limited, kwa sababu kazi zetu sisi huaga sio za kubahatisha. Tunahakikisha tunakudizainia ramani nzuri, lakini pia tunakupigia makadirio ya bei, lakini pia na masuala yote yanayohusiana na ujenzi sisi tunamaliza kabisa. Nipigieni simu kupitia namba ambayo tumeiweka hapo chini kwenye caption. Lakini pia ukishatupigia niite, niambie eneo lako liko wapi. Mimi nitakufanyia kazi yako vizuri kabisa. Tazama urefu wa huu msingi. Tazama jinsi ambavyo upo. Tazama huyu jamaa alipo kwa hapo. Tazama. So kuanzia hapo msingi ulipo tulivyoujenga mpaka kufikia sehemu ambapo tumefunga mkanda, maana yake tumeenda kama kozi zisizopungua 11. Kutokea chini ya msingi mpaka unasimama ni kozi 11. Hapo ni siku ya kwanza wakati tumeanza kujenga sasa. Nadhani unaona jinsi ambavyo msingi wetu umekaa kisasa zaidi. Ni msingi mrefu, afu tunatumia matofali ya inchi 6, sio inchi 5. Na hata nyumba hii mpaka tunaisimamisha, tajiri anataka inchi 6 tofali, zile nzito kabisa, nataka tuende nazo mpaka juu. Hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya. So muendelezo wa kujenga uliendelea kama kawaida kwa jinsi ambavyo ramani ipo. Na kwa upande huu unapoona hapo kuna matofali 4, huo ndio upande wa viumba bwana. Umeona bwana? Unaona viumba vyetu vilikuwa vikubwa hivi ni futi 12 kwa 12. Si ndio bwana? Tunahakikisha mteja anapata kitu kizuri kabisa. Nipigieni simu tuweze kufanya kazi. Na nawakaribisha sana muweze kuja hapa Home Builders Limited tuweze kufanya kazi. Ukiwa na eneo kubwa, dogo, la size ya katikati, nipigie simu tuweze kufanya kazi na kazi iwe nzuri kabisa. Tazama jinsi ambavyo tulikuwa tunanyosha ukuta na tunahakikisha najaza kila kitu, kwa sababu tunaipenda kazi yetu. Karibu sana mteja wangu Home Builders Limited. Karibu. Karibu sana. Karibu.